Sauti ya wananchi, kila mmoja na sauti, tusikubali kunyamazishwa. Sauti ya wananchi, mtaa kwa mtaa kuna simulizi nyingi. Na Imani nilikuwa na shauku ya kujua alichomwambia mdogo mtu sasa. Kama wewe haukufuatilia part 1 of this story, nenda urudi nyuma kwenye akaunti yetu, ufuatilie story number 1. Usisahau kusubscribe, vipindi kama hivi visiwe vinakupita. Guys, tuna story kama zote tena za ukweli zinazopitia kwenye familia mbalimbali. This is part 2 of the story. Yes. We have to listen of the story. Akayanambia eti, shemeji, najua unapitia mengi, usijali, Mungu atakufungulia njia. Mdogo wake ya mke wangu sasa. Maneno hayo yalinigusa sana. Tangu siku hiyo nilianza kuhisi moyo wangu umebadilika. Cha kushangaza zaidi, siku chache zilizopita aliniambia kuwa kuna mwanaume anayetaka kumuoa na akaniomba ushauri. Nilihisi wivu mkali mkubwa sana kiasi ya kwamba sikuweza hata kumjibu. Sasa najiuliza, je, nimwambie ukweli kwamba nampenda na hisia kwake? Nikaja kuharibu huku ndoa yangu afu na yeye akaja kuniambia hapana. Nitapitia mazito mimi jamani. Ndoa yangu pamoja na mke wangu. Nitakuja kuharibu mahusiano yangu. Je, niyapunyange, nitoe hisia zangu kwa mdogo mtu ama nilinde familia yangu na ndoa yangu? Au nibaki kimya, nibaki yani mdomo shwa ni ufungie. Nipambanie hisia zangu, nimwache aolewe na niendelee kuishi na siri hiyo moyoni. Wewe ungekuwa nafasi yangu, ungefanya nini? Wewe ungekuwa huyu kaka, yani wewe sasa wewe ungekuwa huyu hapa, ungefanya nini? Nini ungefanya? Ungemwambia mdogo yake kama unampenda, ama ungetizama wale watoto wawili wadogo wenye wanataka familia, baba na mama, ukaendelea na harusi yako, ukatulia kama moja? Maana kuna watu ambao wanasema hivi, inabidi usikilize moyo mbele ya yote. Kama kusikiliza moyo, akili kikupeleka, akili apelekanaga hovyo na yenyewe. Kuna wengine pia wanakuambia eti moyo kazi yake tuyache kusukuma damu. Sasa tufuate vya wapi hapa? Sasa bana, wananchi, huyu kaka naomba mtoe maoni yenu kwa heshima, msimjaji kwa sababu hili linaweza likamkuta mtu wowote. Alivyoongea, mimi nahisi kama miaka 9 mimi nitoe maoni yangu. Wanawake tunapenda kujisahau sana. Ukishaona umeolewa, una mume wako, yani unakaa unajiachia, unasema nishampata, ni wa kwangu, ataenda wapi? Tujifunze kuwa tunaamsha mapenzi. Tusiwi urafiki ni muhimu, lakini tusisahau mahusiano ya mke na mume. Tusisahau ile ladha ya kwanza ya fiancé. Ndio. Tusisahau kuona huyu mume wangu yuko kwenye kipindi fulani, acha nimsogelee, kwa sababu unaona kama huyu mdogo yake. Sijakata kwanza kauli. Kuna ule msemo wanasema sijui kuna kipindi mapenzi yanaisha
panakuja mazoea. Ndio maana nimesema wanawake inabidi tusahau mazoea sana. Tuanze kuamsha ile mapenzi, ile ladha ya mwanzo. Sawa sawa. Unaelewa? Hapo ni kwa upande wa mke na mme. Nitaingia kwa wandugu na marafiki. Sijafikia kwenye wandugu na marafiki. Lakini kiupande wangu mimi nawaza hapo ni upande wa mwanaume ndo itabidi akumbushe hapo kwenye mapenzi jinsi ilivyokuwa, kwa sababu ndo alianzaga kwa hicho kipindi. Sijui kama inaeleweka. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wanawake tuna tatizo, tukishazaa tunajiachia sana. Sawa sawa. Unaelewa? We are not sexy like before. Hatuko sexy. Dirasa zote vikwembe nini? Okay. Yani kuna kupika, maliza, nenda shawa. Kumbuka kama mume wangu atatoka kazini, inabidi nikute niko sexy. Unaelewa? Inabidi nimkumbushe. Nimkumbushe, nikingadiki hata kama nishazaa nimo. Unaelewa? Nimo, unaelewa? Ile nimo hata kama akiona zile hisia za kwenda nje. Kumaanisha sasa hivi naanza kuelewa. Unataka kumaanisha ile mume anatoka kazini inabidi akuone upya, aone kama unaona kimerudi kitu. Thank you. Unaona? Unaelewa hicho kitu chenye nataka kusema? Usiwi kama sana nijua ashabiona. Unaona? Ashabizoea hata nifanye nini? Nataka nikuweka samaki. Unaelewa? Na mwe wanaume mnataka kuona vitu yani kitu kinakuwa kama kipya kila siku, kinaamshwa. Sawa sawa. Ila hata ukiona nje sawa, unaweza kwa uko na tabia ya kina Jonas. Hakuna shida. Lakini isiwe sababu ya mke wako kujiachia. Unaelewa hicho kitu? Sawa sawa. Hapo fundisho kwa wake. Na inawezekana pia mwanaume kule aliona, ila akiona tena ndani, ule si wa ndani anaona unaona? Baby leo baby unaona? Ile ya nje kuna wanaume wanafataga vya nje, ila anasema ni tamaa yangu, mke wangu iko sawa. Unaona, ndo wale wanaume wenyewe unakutanaga iko na hawala, lakini anamwambia mke wangu akipiga simu funga mdomo. Bombo clat. Because he know iko na bombe. Unaelewa? Mke wangu japokuwa nina tamaa zangu, lakini yumo. Unaelewa? Respect na baki pale kwa sababu anasema huyu hata kama nikimkosa atapata tu mtu mwingine. You understand? Ndio naelewa kabisa. Kumaanisha sasa ule mtu mwenye akijiachia ndio ile hata mwanaume akija kwa hawara anakuambia kichafu bana, nitapokea saa nyingine. Unaelewa hicho kitu? Ndio naelewa. Kwa sababu hata kikuja nyumbani kwanza umenuna, lakini tusisahau fanani vizuri. Ngoja kwanza samani. Tusisahau kama kuna wenye watatupa mawazo mengine. Haya ni ndio maana nimesema this is mon point de vue. Yani opinion yangu. Hii ni opinion yangu. Wewe utakuwa na opinion yako na wewe atakuwa, but this is mine. Unaelewa? Haya, hapa sasa naingilia kwa mashemeji mawifi. Unaelewa? Walai bilai talai. Ndugu zangu wako wananiona wananijua. Sawa. Dada zangu wako wananiona wananijua. Mimi sinaga kwanza na mashemeji zangu wataniona wananijua. Ndio. Sinaga mazoea na shemeji yangu ama mtu wowote anayetembea na dada yangu. Why? Nitakuheshimu as my brother-in-law. Ila sitakuwa na utani na wewe. Sitakuwa na ukaribu na wewe. Kwa nini? Tuko watu, tuko binadamu. Tunahisia. You understand? Tunahisia. Tunahisia. Mtu anaweza kukuambia kitu kadogo, haukukapata kwa dada yake, kwa dada yangu, ukahisi kwamba ni mapenzi. Sawa. Unaelewa? Kama unasikia story vizuri, huyu dada kwa na mapenzi na shemeji yake. Ndio. Mazoea tu yamemfanya bofre yake ampendi. Sawa. Acheni mazoea na mashemeji yenu. Shemeji yako ni shemeji yako. Sikwambii umkosee adabu, ila mheshimu as my brother-in-law. Salam, okay. Uko poa, fresh. Mashemeji zangu wananiona, mimi sinaga wao utani. Sinaga hata na message na kwaga iko clear. Salamu alaykum, wa alaykum salam. Mambo poa. Uko salama?
tumemalizia hapo. Kingine kwa Kongomani anakuambia hivi, mme wa dada yako sio tena akuji tena kuwa tena nani shemeji. Huyo deja anakuwa ni mkwe. Sawa sawa. Hayo utafanya utani na mkwe wako. Hiyo inakuwa Haiwezekani. Mpate fundisho sana kwenye hii story. Mnaweza mkasikia ni kitu kadogo lakini ni kitu kikubwa. Acheni mazoea, mheshimu shemeji yako as shemeji. That's it. Yeah. Vingine virefu imeisha yani. Njoo hivyo. Jamani, najua tumeongea sana leo, tumepata gisi ya kujadili na nini, lakini itabidi waache wananchi, msisahau kuacha comment, kusubscribe na kulike, kushare pia. Yeah. Subscribe kwa wingi kwa sababu stories zinazofuata ni nyingi. That's it. Tamu sana. Bye bye. Mimi ni mtangazaji wenu mpendwa, msemaji wa wananchi, Amimi Uwi. Kwa upande wangu wa kulia niko pamoja na mtangazaji mwenzangu anaitwa Abdullah. Kwa upande wa kushoto niko pamoja na mtangazaji wangu tutamaliza kesho. Amimi Uwi, msemaji wa wananchi. Kwa upande wangu wa kulia niko pamoja na mtangazaji mwenzangu anaitwa Abdullah. Kwa upande wa kushoto sawa sawa. Nianze? Serikali. Sisi ni sauti. Tena mko mnakawia kusema hapa pana ni mko wewe huku unapotea kabisa. Tupa Jojo. Itakudistraire. Itakudistraire. Sawa? Unaenda? Nimejikuta nimempenda dada yake ya mke wangu, sasa sijui nifanye nini. Jamani. Ngoja. Ya kama gisi. Tumefanya fresh. Ndio alikuwa anataka tupige. Director Ken. Camera. Pamoja na Director Ken.